Ajali, ajali, ajali. Ajali za barabarani zinaendelea kuwa janga kubwa la kitaifa, zikikatisha maisha ya maelfu ya Wakenya kila mwaka na kuwaacha wengi wakiwa katika majonzi, majeraha ya kudumu na mshtuko wa kijamii na kiuchumi. Kuaga kwa aliyekuwa mbunge wa Lugari Silas Jirongo katika ajali ya barabarani ni ukumbusho mchungu kwamba hakuna aliye salama barabarani, iwe ni kiongozi maarufu au raia wa kawaida. Kifo chake kinaongeza orodha ndefu ya wahanga wa ajali, kikionyesha gharama kubwa ya uzembe, kasi na changamoto za usalama barabarani ambazo zinaendelea kuumiza familia, jamii na taifa kwa ujumla. Aliyekuwa mbunge wa Lugari na mwanasiasa mkongwe Silas Jirongo amefariki dunia kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea mapema asubuhi ya leo kwenye barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru, eneo la Naivasha. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, Jirongo alikuwa akisafiri kwa gari lake binafsi alipohusika katika mgongano mkali na gari jingine, ajali iliyosababisha majeraha mabaya na kusababisha kifo chake papo hapo. Silas Jirongo anafahamika kitaifa kama mmoja wa vijana waliokuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa miaka ya 1990 alipokuwa kiongozi wa kundi la Youth for KANU mwaka 1992, lililochangia pakubwa kampeni za kisiasa wakati wa kurejea kwa siasa za vyama vingi nchini Kenya. Umaarufu wake ulimfungulia njia ya kuingia bungeni na mwaka wa 1997 alichaguliwa kuwa mbunge wa Lugari kwa tiketi ya KANU, akidumu hadi mwaka 2002. Katika kipindi hicho, Jirongo pia aliteuliwa kuwa waziri wa maendeleo ya vijijini, nafasi aliyohudumu kwa muda mfupi kabla ya mabadiliko ya kisiasa ya mwaka 2002. Baadaye alirejea tena bungeni kati ya mwaka 2007 na mwaka 2013, safari hii kupitia chama chake binafsi KADU, akibaki kuwa mbunge pekee wa chama hicho. Mbali na siasa, Jirongo alikuwa akijulikana kama mfanyabiashara na pia kiongozi wa michezo, akiwa aliwahi kushika wadhifa wa mwenyekiti wa klabu ya AFC Leopards. Hata hivyo, safari yake ya maisha ya umma haikukosa changamoto, hasa masuala ya kifedha na kesi za madeni zilizojitokeza katika miaka ya baadaye. Kifo chake kimeibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya, huku viongozi wa kisiasa na wananchi wa kawaida wakimtaja kama mwanasiasa jasiri mwenye mchango mkubwa, lakini pia mwenye historia yake yenye utata. Viongozi mbalimbali wameendelea kutoa rambirambi zao kwa familia, jamaa na wakazi wa Lugari, akiwemo Rais wa taifa la Kenya Daktari William Ruto, Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, Gideon Moi na wengine wengi. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti, huku mipango ya mazishi ikitarajiwa kutangazwa baadaye. Nimekuwa mtayarishi wako wa makala haya Morris Mugira, hadi wakati mwingine, shukran.